Yule Milengo naye tayari kashamezwa. Hayupo tena. Nawaeleza jamani. Hayupo Milengo. Na yule mganga amemezwa. Ndio. Anayefuata ni nani sasa? Mgambo. Ndugu wananchi wa Nyanshimi, tumepatwa na msiba kwa ndugu Milengo au yule mganga wa kule bondeni. La mgambo. Wa kijiji wa Nyanshimi, tumepatwa na msiba kwa ndugu Milengo. Wewe wale kijiji wote mtakiwa kufika hapo kwa taratibu za maziko au kwa jina maarufu yule mganga wa choma. La mgambo. Wa kijiji wa Nyanshimi, tumepatwa na msiba kwa ndugu Milengo. La mgambo. Wa kijiji wa Nyanshimi, tumepatwa na msiba kwa ndugu Milengo au kwa jina maarufu mzee wa choma wa kule chini bondeni. Tefa, umesikia? Milengo. Ndio. Amepatwa na nini? Mama, mimi mtu wa taarifa. Unaona? Nimeambiwa mpeleka hiki. Jamani, sisi tumeondoka. Kwa hiyo mimi naende kutoa tangazo. La mgambo. Wa kijiji wa Nyanshimi, tumepata na msiba wa ndugu Milengo au kwa jina maarufu mzee wa choma. Wewe kijiji wote unahitajika kufika hapo kwa taratibu za maziko. La mgambo. Wa kijiji wa Nyanshimi, tumepata na msiba wa ndugu Milengo kwa jina maarufu mzee wa choma. Wewe kijiji wote unahitajika kufika hapo kwa taratibu za maziko. La mgambo. Wa kijiji wote wa Nyanshimi, tumepatwa na msiba kwa ndugu Milengo. Kwa hiyo unahitajika hapo kufika kwa taratibu za maziko. La mgambo. Wa kijiji wa Nyanshimi, tumepatwa na msiba kwa ndugu Milengo kwa jina maarufu mzee wa choma. Wote wana kijiji mnatakiwa kufika hapo kwa taratibu za maziko. La mgambo. Wana kijiji wote wa Nyanshimi, tumepatwa na msiba kwa ndugu Milengo kwa jina maarufu mzee wa choma. Wote wana kijiji mnatakiwa kufika hapo. Jamani, jana tu nilikuwa naye kwenye tambiko. Nini kimemkuta? Au ndo huu uvumi wa nyoka hapa kijijini? Milengo kwa jina maarufu mzee wa choma. Niende nikapaone. Wote kwa kijiji kufika hapo. Nimewaita hapa tena. Ndio mkuu. Nadhani mnajua kilichotokea. Ndio mkuu. Aliyekuwa anajigamba yuko wapi? Atakaendelea kutufuatilia tutapambana naye. Mkuu, kwa nini nikatresia hii kazi? Nitawaambia siku nyingine.
Wakurungwa. Wankwankwankwa. Wankwankwankwa. Juma mwanangu. Naam mama. Nimekuita hapa, kuna jambo nataka nikuulize. Jambo gani hilo mama? Hivi haya mambo yanayotendeka hapa kijijini, ni wewe ndo unahusika ama ni nani? Salome, habari? Salome, mambo? Poa, mambo. Poa mzima? Na kuona umetulia hapo. Karibu. Unaonekana kama una mawazo Salome. Hamna, kawaida. Ila kawaida yako hauagi hivyo wewe. Si tunaenda. Karibuni. Sana. Ila unatutisha? Hamna, mnizoee. Haya. Na kwa nini umenisi mimi mama? Nimekuhisi kwa sababu wakati haujaja hayo mambo hayakuwepo kabisa katika hiki kijiji. Mama, naomba nitoke mara moja. Utoke wakati bado tuna mazungumzo. Mama! Aya basi nenda. Jeni, muone Salome. Anatia huruma. Ndio hivyo, mipango yake na mirengo kwisha hapo. Kama joka linaumeza hadi mganga. Sisi wenyewe tulikwepa kweli? Sijui, kikubwa wazee wa mila walitafutia utatuzi. Vinginevyo tutakwisha wote. Ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naelekea huko kutafuta kuni. Basi twende, mwenyewe naelekea huko shambani. Basi sawa. Basi twende. Kijana, Wewe Kennedy usiende huko. Kwa nini? Nasikia siku hizi huko kuna nyoka wanakula watu. Mauongo tu. Ukweli. Acha uongo. Ni ukweli. Acha uongo. Ni ukweli, huko kuna nyoka wanakula watu. Acha uongo. Nyie Kennedy, mnaenda wapi? Nilikuwa namzuia huyu asende huko, nasikia siku hizi kuna nyoka anakula watu. Wewe unasikia, mimi nimemuona kwa macho. Tafadhali wadogo zangu, msiwe mnazurula, kuna nyoka na tena hapa sio salama, tuondokeni.
Shikamoo mzee wa kimila. Marhaba kijana. Vipi mzee? Mbona umeguna? Nimeona. Ndabonye. Umeona nini sasa? Mkuu, mbona sielewi? Mkuu, mbona sijawahi kuona joka la vile? Kimya! Ndio maana nikawaita hapa. Na hizi ndizo dalili za jamii zilizotengwa. Sasa msaada umeongezeka. Vipi Fanta? Safi. Uonekane ndugu yangu. Mimi mbona nipo tusema vibarua ndo vinatuweka busy. Lakini cha huku chini umemaliza na wewe ndugu yenu mvivu nani wewe? Nani? Si wewe nilisikia amemeza sina nyoka. Kile sema tulienda kukimaliza sisi wenyewe, tulienda wawili tunapita. Sawa jambo jema. Karibu rafiki yangu, umenitenga. Asante. Mwanangu hapa kabisa. Ushaanza. Mizinga yako kile ukija ndugu yangu unaipiga mzinga kidogo chenyewe kuendelea. Sasa mimi leo tulishakutana. Leo nakupa cha kuosha. Wewe kula twist. Hiki kinawasha? Naambia ndugu yangu kwanza tuone. Safi. Kwa changamoto nimepitia hapa kipindi cha nyuma, alafu na ndo kama ilikuwa uje kunitembelea na ukizingatia simu una hata kumwagiza kule bondeni kwenu hamna. Nikatamu. Uko unasema? Nakwambia hivi, kuna mambo nimepitia hapa changamoto siku za nyuma hapa. Nikakosa hata msaada wa kuweza kumsaidia mtu aje kuagiza. Sasa wewe unanisaidia sana mawazo. Changamoto gani? Changamoto gani? Unajua sisi hapa kijijini ndo wakubwa. Ndugu yangu, hapa dukani kuna kipindi cha nyuma nimeibiwa hela kwa mazingira ya kushanisha. Kuna watu walikuja hapo kaita vurugu, hatua ya mwisho nimeweka hela kwenye box changu, hatua ya mwisho sikuona pesa. Sanje, ndio. Haya mambo ya nyoka si mababu zetu walishayamaliza. Na mimi ndo nalijua, lakini sasa yanajirudia tena. Ulikuwa ni uvumi tu, lakini sasa yanaonekana. Mimi nawaza tu, chanzo cha haya ni nini? Inawezekana kuna kitu ambacho hatujui. Kitu? Kitu gani? Ila cha msingi natakiwa tufanye maamuzi sahihi. La sivyo
Mambo. Poa. Unajua? Sawa. Kwenye hiki kijiji chetu. Chenye shimi. Yaani ndugu yangu mimi sikufichi. Yaani ninashindwa hata kuelewa. Sasa unanitatiza, unashindwa kuelewa nini? Wewe ndio unakaa muda mwingi na watu wa mtaani kule. Mimi muda mwingi niko busy hapa dukani. Sina hata nafasi ya kutoka. Ni asubuhi nimetoka kwenda kulala nyumbani usiku. Yaani jamaa wangu, unajua kuna hatari kubwa sana hapa kijijini Nyashimi. Sawa sawa. Na yaani sioni hata jitihada za kukikomboa hiki kijiji. Samuel ni hatari. Lakini hajapatikana mtu akaweza kutatua hii tatizo la hapa kijijini. Mtu bado hajapatikana. Na watu wanazidi tu kuisha ndugu yangu. Lakini tuangalie upande wa pili. Fanta. Kumbuka msaada wetu kwenye hiki kijiji ni wazee wa kimila. Tungeweza kuachia hili swala waweze kulitatua. Sasa? Wazee wa kimila. Lakini mimi naona kama vile bado yani bado kama vile yani wanalifumbia macho. Yani mimi sielewi. Lakini kwa vikao walikaa wao kama wao watakuja kutupa mrejesho kwenye kikao kingine kitakachokuja. Sasa na majibu. Ni vikao vingapi ndugu yangu amefanya lakini bado mambo ni yale yale. Swala linapokuwa zito wape muda watu wajadili walifanye. Huwezi kukurupuka. Ni sawa. Lakini tunakoelekea ni kukimbia hiki kijiji. Mlipita pale nyumbani. Ukiwa unakimbia sana. Kwa kuna shida gani? Wewe unasema tu. Yaani hii ni mara ya pili nikiona nyoka. Na tena hii mara sasa hivi sijamwona mimi tu, tulikuwa wengi. Kwani nyoka ana shida gani? Wewe ni mgeni hapa kijijini. Na hao nyoka, na sio kwamba ni nyoka mdogo. Nyoka ni mkubwa. Wakijiji wa Nyashimi, tukutane eneo tulilokutaniaga kwa ajili ya kikao. Wakijiji wa Nyashimi, sasa umesikia na wewe. Wakijiji wa Nyashimi, tukutane eneo tulilokutaniaga kwa ajili ya kikao. Wakijiji wa Nyashimi, tukutane eneo tulilokutaniaga kwa ajili ya kikao. Wakijiji wa Nyashimi. Mzangu twende. Amuka. Nyashimi hanu. Nasimama kumkaribisha mwenyekiti wa Nyashimi hanu ili kusudi msikilize mawazo yake atakayoyatoa. Nyashimi hanu. Nyashimi hanu.
Nimefika mbele yenu, mimi mwenyekiti, nimefika hapa kuhudhuria kusikiliza matatizo yaliyopo hapa, na nitakaribisha wajumbe ambao kutatua ili tusikilize matatizo yaliyopo hapa. Ninakaa kwa kufungua hiki kikao. Mwenye tatizo naomba atasimamisha mkono na kusema mambo yake ili tutatue lililopo hapa. Asanteni, nafungua kikao mwenyekiti. Mwenye hoja. Asante. Naruhusu. Nyashimbianu. Mwenyekiti, tatizo kubwa linalotusumbua sisi wananchi hapa Nyashimbi ni huyu nyoka. Huyu nyoka ametuletea matatizo makubwa na tumeshuhudia sisi kwa macho yetu akimla rafiki yetu na kummeza. Mpaka sasa hivi mwenyekiti, tunachohitaji ni msaada wako wewe. Nyashimbianu. Hanu. Na mwingine mwenye tatizo. Hoja. Nyashimbianu. Nyashimbianu. Jamani, nimesimama hapa kulitoa hili jambo. Nimevumilia sana. Mimi nimemuona kijana kama huyu akibadilika kutoka nyoka kuwa mtu. Hapana jamani. Naruhusu mkono. Asante mwenyekiti. Nyashimbianu. Nyashimbianu. Ndugu zangu, mimi mwenyewe nimemshuhudia huyu kijana akibadilika kutoka nyoka kuwa mtu. Kutoka nyoka kuwa mtu. Kwa macho yangu nimekuona. Nyamaza! Si nyamazi! Yes, mabibi na mabwana, kama kawaida Dekomi Msudani kutoka Sudan Kusini, MCJZ kama kawaida. Bwana, mimi huwa napenda kukuletea vitu vizuri. Na leo niko kwenye chimbo kabisa la kijanja, niko Rubambo Outfit. Ni shop ambayo inaita vitu fulani kwanza clear, afu bei cheap. Sio kama, lakini anachozingatia, mimi naona anachozingatia wewe upendeze, sio bei. Yeah. Yani wapo faster sana kwenye swala zima la delivery. Unaona? Ukishaagiza nguo faster sana, ni dakika 0 tu anisha kufikia. Bana, ofisi haiwezi kuwa ofisi bila CEO. Bana, kwa sasa ninaomba nimuite CEO mwenyewe Rubambo Outfit, tuje tuzungumze naye machache na ataeleza mengi, kwa tafadhali. Nashukuru sana. Kwa majina mimi naitwa Shabani. Nafikiri wengi kwa wakazi wa Nkome wananijua kwa jina la Shebi. Of course tumefungua ofisi mpya ambayo inafahamika kwa jina la Rubambo Outfit, ambapo location tupo Nkome, soko kuu. Tunapatikana Nkome, na nafikiri hapo chini ya video kuna namba ambazo nafikiri kwa mteja yote ambaye atahitaji bidhaa na huduma yetu, basi anaweza katu contact kupitia namba hiyo. Mimi mbali na biashara hii ya nguo, pia ni CEO wa Nkome Talent Creators.
ambao hawa jamaa wao ni kikundi ambacho kinahusika na mambo ya production ya movie. Nafikiri mimi ndo mkurugenzi wao, na mpaka sasa tuna film tofauti. Tumeshafanya Bad Time in Love, tukafika final, tumemaliza, na sasa tuko na series mpya ya Kisasi cha Nyoka ambayo inafanya vizuri sana kwa maeneo yetu ya hapa Nkome. Watazamaji wameenjoy sana kupitia movie hiyo, na inapatikana katika channel ambayo ni ya Shebi Online TV, ambapo katika channel hiyo mimi ndo CEO mwenyewe. Na pia tuna mpango wa kufungua studio ambayo itahusika na mambo ya production ya movie. Jina la brandi nafikiri lenyewe tutalipa kwa jina la Rubambo Video Production. Kwa sasa hivi tumebezi kwenye mambo kwanza ya nguo na uzalishaji wa movie, japo hatujakuwa na ofisi official kwa issue ya movie. Pia tunahusika na uzaji wa nguo za special za kike na za kiume kwa bei ya jumla na rejareja. Nafikiri tushatoa maelekezo tunapatikana wapi. Kwa mtazamaji, tunakukaribisha sana katika ofisi zetu. Pia tofauti na mimi, kwa sababu kuna wateja wanakuja wengine wanakuta muuzaji tofauti, nipo na kijana wangu ambaye ni mdogo wangu. Labda nimuite hata siku akija mteja yoyote akimkuta shangae, ukimkuta huyu basi umenikuta mimi. Kwa hiyo mteja yoyote akifika ofisini kama hatofanikiwa kunikuta mimi, akimkuta kijana hapa basi kaniona mimi, amuamini, ni muaminifu, nafikiri anaweza kuconnect na mimi endapo nitakuwa sipo na unanihitaji. Kwa hivyo tunawakaribisha sana, karibuni sana katika duka letu hili la nguo, duka lenu Rubambo Outfit Nkome Geita. Karibuni sana. Yes, Mwamba amezungumza mengi sana, alafu Mwamba ni kijana mdogo sana lakini anafanya vitu vya kikubwa. Unajua Mungu akikubariki kipato fulani hivi, so usiache jamii tu na nyewe hicho kipato ambacho Mwenyezi Mungu amekupatia, jamii nufaike nacho. Kwa hiyo ni mkurugenzi wa kikundi cha Kome Talents Creator bana kama kawaida, lakini pia kuna vitu vingi sana ambavyo amezungumzia nataka kufanya. Kwa hiyo tafadhali mimi nimalize tu kusema kwamba karibu sana Rubambo Outfit kama unapenda kupendeza.